Na lile jiwe kwa nini liko kubwa mno? Ukisoma pale nyuma maandiko yanasema Mafarisayo wakawaendea Warumi wakamwambia hivi, jamani, tunaomba mtusaidie, huyu bwana ni mjanja. Maandiko ametumia hivyo neno mjanja. Tulisikia alisema atafufuka siku ya ngapi? Ya 3. Tunaomba tusaidieni walinzi, tunaomba tusaidieni na hiki na kile. Pilato anawajibu anasema, fanyeni kama muonavyo. Yaani nyinyi tendeni mnalotaka, tusi tuko nyuma yenu. Yaani sasa tuko pamoja jamani. Maandiko yanasema kaburi likalindwa sana. Alafu na jiwe lile maandiko yanasema likatiwa muhuri. Jamani, are we together kanisa? Yaani hapa hatoki mtu. Leo tamani tujifunze kwa neema ya Mungu somo linalosema the power of resurrection, nguvu ya ufufuo. Haleluya, haleluya jamani, haleluya. Mwambie jirani yako, nguvu ya ufufuo. Mwambie tena, nguvu ya ufufuo. Tusome pale maandiko, anasemaje? Hiyo ni Mathayo 27. Yeye anasemaje? Pilato akamwambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri, pamoja na kuwaweka wale askari walinzi. Haleluya. Mwambie ndugu yako, nguvu ya ufufuo. Alafu mwambie ndugu yako, jiwe lazima litoke. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jiwe limetoka kwa sababu moja tu ya nguvu ya ufufuo. Haleluya kanisa. Jamani, haleluya watakatifu wa Mungu. Now, wote tunafahamu kwenye ile semina jana tulijifunza jinsi Yesu Kristo alivyochinjwa ili amnunulie Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila taifa ambao ni mimi na wewe. Na juzi ile Mungu alitupa kugundua siri nyingine ajabu sana kwenye Ufunuo 6, kwenye Ufunuo 5. Jamani, Bwana apewe sifa. Maandiko yanasema alihitajika tu kwenda kuokoa wanadamu, maana Mungu alishashika kitabu cha ghadhabu. Alafu ukisoma pale maandiko yanasema pakawa kimya, hakuna cha Gabrieli wala Mikaeli wala nani. Maana Biblia inasema hakuonekana mbinguni wala duniani wala chini ya nchi aliyethubutu sio tu kukifungua kitabu, hata kukitizama. Jamani, haleluya watakatifu wa Bwana. Maana kinatisha. Jamani, tuko pamoja wapenzi. Alafu Mungu amekishika tu, anasubiri akimwage. Na ilihitajika kazi kubwa mbili tu, kukifungua na kuvunja zile mihuri. Are we together watakatifu wa Bwana? Ili ghadhabu iwe ya veti iweze kupita. Jamani, are we together? Lakini ashukuriwe huyu Yesu aliyetokea. Yesu sio tu alikifungua na kuvunja muhuri. Maandiko anasema alifanya nini? Akakichukua mikononi mwa Mungu. And that means from that very moment hukumu yote Yesu Kristo anayo yeye. Jamani, haleluya kanisa. Na ndio maana Biblia mwisho Paulo anaandika asema yeye ndio mhukumu peke yake wa haki, na Mungu amebestow, amemwekea hiyo mamlaka Yesu Kristo. Na nashukuru vitabu vyote vya dini nilivyovisoma, vya dini mbalimbali zote, sio zote kwa maana dini zote, dini nilizoea kuzisoma vitabu vyake vinakiri Yesu Kristo yeye ndio mhukumu wa mwisho. Jamani, are we together kanisa? Are we together watakatifu wa Mungu? Saidie kumpa Yesu wangu makofi kwa jina la Yesu. Sasa huyu Yesu aliyekuondoa kwenye hilo ligadhabu ambalo tayari ilikuwa linimwagikie, anataka kwako tuishi tu maisha kumpendeza yeye na kumwabudu. Alafu bado tunapiga chenga? No. Jamani, haleluya kanisa la Bwana. Leo mwambie jirani yako, nguvu ya ufufuo. Now, maandiko tuliyosoma wote mnafahamu Yesu Kristo alishajitabiria yeye
kwa mikononi mwa wanyang'anyi, atateswa, atafanywa hiki, alafu atakufa msalabani, alafu siku ya tatu atafanya nini? Atafufuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hilo Yesu alishalisema hadharani. Are we together, kanisa la Bwana eh? Now, maandiko haya tuliyosoma ndio siku yenyewe ya tatu. Maana Ijumaa, Jumamosi, alafu Jumapili asubuhi. Are we together, kanisa? Hii siku Yesu Kristo, ukisoma pale kwenye Marko, yeye alifufuka. Biblia inasema kulikuwa na tetemeko na nini, shughuli zote najua likatoka, alafu Yesu Kristo akachomoka tu, akafufuka. Na ukisoma maandiko, sio kitu kingine kilichomsababisha, alifufuka kwa uwezo wake. Alishasema kwenye Yohana, ninao uwezo wa kuutoa uhai wangu alafu kuutoa tena. Jamani, haleluya kanisa. Huyu ndio Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, huyu ndio Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kiumbe gani anaweza kutoa uhai wake akautoa tena? Ukishatoka ndio umetoka, si ndio jamani? Si ndio watu wa Mungu? Lakini Yesu anadeclare, Yohana anasema, nina uwezo mimi wa kutoa uhai wangu alafu nikautoa tena. Jamani, amina kanisa la Bwana. Wangapi tuko pamoja? Watu wakasikia, na hata Mafarisayo nao wakasikia. Are we together eh? Ukirudi nyuma, maandiko yanasema hivi, Yesu Kristo alipowekwa kaburini, maandiko yanasema wakalisogeza jiwe. Marko anaonyesha saizi ya hilo jiwe lilikuwa ni kubwa mno. Ndio maana kwenye Mathayo kina Mariamu Magdalena wanajua siku ya tatu atafufuka, lakini kama waelewe, akasema ngoja tu tukampake mafuta ili asinuko akawa amechukua vibweta vyao vya mafuta waende kumpaka. Njiani mjadala ukazaliwa, nani atakaye kwenda kututolea lile jiwe? Ndio agenda ile kuwepo njiani. Kwa hiyo issue sio vibweta. Jamani, tuko pamoja watakatifu wa Bwana eh? Issue ni jiwe litatokaje access Yesu tumpake mafuta. Maandiko yanasema wakati wako njiani wanayashangaa, wanaelezana, kumbuka sifa ya jiwe ni kubwa mno. Are we together eh? Na lile jiwe kwa nini liko kubwa mno? Ukisoma pale nyuma maandiko yanasema Mafarisayo wakawaendea Warumi wakamwambia hivi, jamani, tunaomba mtusaidie, huyu bwana ni mjanja. Maandiko ametumia hivyo neno mjanja. Tulisikia alisema atafufuka siku ya ngapi? Ya tatu. Tunaomba tusaidieni walinzi, tunaomba tusaidieni na hiki na kile. Pilato anawajibu anasema, fanyeni kama muonavyo. Yaani nyinyi tendeni mnalotaka, tusi tuko nyuma yenu. Yaani sasa tuko pamoja jamani. Maandiko yanasema kaburi likalindwa sana. Alafu na jiwe lile maandiko yanasema likatiwa muhuri. Jamani, are we together kanisa? Yaani hapa hatoki mtu. Mwambie jirani yako nguvu ya ufufuo. Mwambie tena jirani yako nguvu ya ufufuo. Haleluya kanisa la Bwana. Ukisoma kwenye Marko, maandiko yanaonyesha kina Mariamu Magdalena nani walipofika wakakuta jiwe limeshaviringishwa. Kwenye Marko anaonyesha jinsi gani jiwe limeviringishwa. Jamani, haleluya kanisa la Bwana. Pakatokea tetemeko na lile na hiki, alafu malaika Bwana akalitoa lile jiwe. Alafu maandiko yanasema kina Mariamu wakamkuta amelikalia. Kwenye Marko anaonyesha akamkuta kijana mmoja. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya kanisa la Bwana. Alafu akauliza tu kwa upendo, mnamtafuta nani? Yesu, si alishasema amefufuka. Nyinyi nendeni mkawaeleze ndugu zenu. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Now, mimi ugomvi wangu unarudi pale kwenye jiwe. What was the purpose of this very huge big stone? Kusudi la hili jiwe lilikuwa ni nini? Hili jiwe, naomba mnisikize vizuri watakatifu wa Mungu, lilikuwa sio kuzuia ufufuo.
agenda ya hili jiwe lilikuwa ni asitoke humu. Jamani, are we together? Are we together, kanisa la Bwana? Ndio maana kuna hoja pale kwenye Mathayo wanasema wasije wakamuiba, likawekwa jiwe. It means hata angefufuka asitoke, abaki humo. Jamani, are we together? Wangapi tuko pamoja kanisa? Watakatifu wangapi tuko pamoja? Mwambie jirani yako, jiwe la maisha yako lazima litoke kwa jina la Yesu. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Jamani, haleluya kanisa la Bwana. Wapenzi, haleluya watakatifu wa Mungu. Kwa hiyo issue sio kufufuka, jiwe liliwekwa kuzuia asitoke, whether kwa kuibwa na wanafunzi au hata angefufuka, lengo asitoke. Naenda pamoja watakatifu wa Bwana. Unajua kwenye maisha kuna watu wanaweza wakaangika tu usitoke, soma degree zote sawa, ila wameng'ang'ana huyu asitoke, huyu asipate kazi, huyu akwamie hapa. Kwa hiyo unaweza kusoma mpaka PhD, mambo yamekwama tu. Leo jiwe lazima ling'oke katika jina la Yesu Kristo. Jamani, haleluya wapenzi. Mwambie jirani yako, jiwe lazima ling'oke kwa jina la Yesu. Now, jiwe lina signify nini? Jambo la kwanza, mtu mmoja naomba akimbie pale kwenye Mathayo 20:19, alafu Mathayo 27:63-64. Narudia tena. Mathayo 20:19, alafu Mathayo 27:63-64. Jiwe linawakilisha nini? Jambo la kwanza, jiwe linawakilisha kikwazo cha unabii wa Yesu usitimie. Jiwe linawakilisha kikwazo. Jiwe ni kikwazo kinachotaka kuzuia unabii wa Yesu usitimie. Someni au maandiko. Biblia inasema, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema. Nasikia hapa Yesu alikwisha sema. Jamaa anamuita mjanja. Sikilizeni. Alipokuwa akali hai, badala ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3. Basi Yesu Kristo katika neno lake la kinabii alisema nitakufa, alafu siku ya 3 nitafufuka. Are we together kanisa? Na watu wanalikonfirm hilo neno. Walichokuwa wanapingana nacho ni huu unabii usitimie. Naomba niulize, unabii ulitimia au hujatimia? Baba akatimiza unabii katika maisha yako aliyosema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya takatifu wa Bwana. Jamani, haleluya kanisa la Mungu. Jambo la pili, nimekwambia jambo la kwanza, jiwe linawakilisha kikwazo cha unabii usitimie, lakini lilifeli kwa jina la Yesu Kristo. Why? It's only because of the power of resurrection. Ni kwa sababu tu ya nguvu ya ufufuo. Jamani, haleluya kanisa la Bwana. Wangapi tuko pamoja sasa? Maandiko yanasema Mungu si mtu ataseme uongo. Alilolisema ndio anafanya nini? Analitimiliza. Alisema nitakufa, nitafufuka siku ya 3. Kwa hiyo wekeni vikwazo mnavyoweza, ila siku ya 3 lazima na unabii ukatimia kwa jina la Yesu. Nisaidieni kusema amen kanisa la Bwana. Wangapi tuko pamoja? Jambo la pili, hili jiwe linawakilisha ni jiwe linawakilisha kikwazo cha unabii wako usitimie. Huu ulikuwa wa Yesu, umetimia. Are we together kanisa?
Jiwe linawakilisha kikwazo cha unabii wako usitimie. Na nipo kusema hivi, kwa sababu ya hii nguvu ya ufufuo, lazima unabii uliosemwa kwenye maisha yako utimie kwa jina la Yesu aliye hai. Let me give you example. Ngoja nikupe mfano. Andiko letu la kinabii la mwaka ni nini? Andiko letu la kinabii la mwaka ni nini? Are we together, kanisa la Bwana? Jamani, are we together, watakatifu wa Bwana? Now, ili andiko Mungu alishaligonga muhuri, lazima litimie kwetu. From the very moment we declared, tulipolisema siku ile ya kwanza tu, watu walianza kutafuta jiwe kubwa mno la kuzuia mlangoni. Jamani, tuko pamoja watakatifu wa Bwana? Wateule, tuko pamoja? Are we together, kanisa? Tuliache jiwe mlangoni? Lazima itafutwe nguvu ya ufufuo, ili jiwe lazima tulitoke kwa jina la Yesu. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Jamani, amina, kanisa la Bwana. Haleluya, watakatifu wa Mungu. Kuna nabii ngapi kwenye neno la Mungu concerning kuhusu maisha yako na maisha yangu? Unafikiri nini kinazuia lisitimie? Muulize jirani yako, nini kinazuia unabii usitimie? Wangapi tuko pamoja? Nini kinazuia isitimie? Wakati mwingine unaweza kuwa umeshapata mtaji, lakini unaweza ukashangaa biashara hauna na huoni. Ni kikwazo tu. Hata kama angefufuka, lengo asitoke. Are we together, watakatifu wa Bwana? Jamani, are we together? Hivi nani wao alikwambia sisi ukoo wetu? Hilo ni jiwe lilishowekwa la kinabii ubovu, la kinabii mbovu. Na leo sisi lazima livunjike kwa jina la Yesu. Mmesha kusema sisi ukoo wetu, sisi familia yetu, huwa hatuendelei. Mmenielewa watakatifu wa Bwana? Hilo neno hatuendelei ni nini? Ni kuna watu tu walishaweka jiwe wakaligonga muhuri. Mibabu na mibabu. Na umezaliwa humo ndani humo. Hilo jiwe katika jina la Yesu Kristo lazima likuache. Sisi hatutembei na maneno ya kiukoo wa mababu, hapana. Sisi tunatembea tukishaokoka na neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, watakatifu wa Bwana. The problem is, Wakristo wengi wakishaokoka, anabaki ameokoka, alafu shida ni nini? Anatembea kwenye nabii za kikoo, anatembea kwenye semi za kikoo, anatembea kwenye tabia za kikoo. Tumeelewana watakatifu wa Bwana? Hayo mambo yalishagongelewa muhuri, huyu asitoke, ukoo huu usitoke, ukoo huu lazima uwe hivi, familia hii lazima iwe hivi. Watu wakagonga muhuri. Jamani, tumeelewana watakatifu wa Bwana? Jiwe lazima litoke katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu nguvu ya ufufuo haiwezi, jiwe haliwezi kustahimili. Jamani, haleluya, kanisa la Bwana. The problem, nani atakaileta hii nguvu? Haleluya, kanisa la Bwana. Jamani, haleluya, watakatifu wa Mungu. Tumeanza kuelewana sasa? Mwambie jirani yako, kuna jiwe gani limeziba mlangoni kwako? Muulize, kuna jiwe gani limeziba kwenye familia yako?
Naomba nikwambie, kila aina ya jiwe lililoziba, tafuta unabii wa Mungu, tafuta neno la Mungu linasema nini against hilo jiwe, alafu simama na hilo neno, alafu jiwe lazima tuling'oke kwa jina la Yesu. Amina, watakatifu wa Bwana. Badala ya kutafuta neno la Mungu lililo kinyume neno jiwe, unatafuta maneno ya watu. Maneno ya watu yanazidi kugonga muri hilo jiwe tu. Nyinyi uko wenu, ugonjwa huo ni uko wenu. Unajua hata shangazi yako na bibi yako ni hivyo hivyo, alianza kunyonyoka nywele na umelishikilia hiyo. Baba akutoe huko kwa jina la Yesu Kristo. Can you say amen katika jina la Yesu? Jambo la tatu, nimalize tu hapo kwa mambo matatu. Jiwe linawakilisha nini? Jiwe linawakilisha vikwazo dhidi ya ahadi zako kutoka kwa Mungu. Jiwe linawakilisha vikwazo vyote dhidi ya ahadi zako. Lila pili ni kwambia dhidi ya unabii wako. Hii ya tatu ni dhidi ya ahadi zako kwa Mungu. Tofautisha ahadi na unabii. Haleluya, kanisa la Bwana Jamani, haleluya, watakatifu wa Mungu Tofautisha ahadi na nini? Neno la kinabii linaweza likawa ahadi, lakini ahadi haiwezi kuwa ahadi. Neno la kinabii lolote linaweza kawa, lakini ahadi haiwezi kawa neno la kinabii. Are we together, watakatifu wa Mungu? Sasa tuiache hiyo topic, nikurudishe tu pale pale. Jiwe linawakilisha kikwazo dhidi ya ahadi ya Mungu kwako. Alafu mtu mmoja asimame tu aniambie ahadi yote ya Mungu anayojua kwenye maneno ya Mungu. Mimi nakupa ya kwangu tu. Kwa mfano Isaya 54 mstari wa 10 na ngapi? 17 anasemaje? Hebu sema kwa nguvu mama. Kila silaha itakayofanya nini? Na kila ulimi utakaonuka kinyume nao, huo nao utahukumu, utafanikiwa. Someni pale chini, anasema na huu ndio nini? Urithi. Ahadi. Muulize jirani yako, umekumbatia urithi gani wewe? Ambalo ni jiwe kama una habari. Wengine wamekumbatia urithi, sisi hatuendelei. Wamekumbatia urithi, sisi huwa hatuwezagi biashara. Lakini kwa Mungu alishatoa urithi, hakuna si atakayofanyika kinyume nayo ikafanikiwa. Are we together, kanisa? Kuna mtu kakumbatia urithi. Unajua sisi watu wanatulogaga sana, si ndio? Maana yani hata mimi naona kile kijitahidi na shinda. Najua tu uko wetu si tunachezeana sana. Yani kwetu kuna chuma ulete wengi. Huo niliurithi na hilo ni jiwe umelikumbatia, na ukizidi kuliacha linazidi tu kugongwa muri. Akija shangazi ataligonga muri, akija nani ataligonga muri, utabaki humo ndani. Leo katika jina Yesu nakuamuru toka huko kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Jamani, haleluya wapenzi. Kanisa, haleluya. Naomba tusimame, watakatifu wa Bwana. Mwambie ndugu yako, jiwe lazima ling'oke kwenye huo mlango kwa jina la Yesu. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Jamani, haleluya, kanisa la Mungu. Kuna ahadi lukuki kwenye maneno ya Mungu. Sijui kwa nini hatuhangaiki kuyatafuta hayo. Tumeng'ang'ania vitu ambavyo ni kugonga tu miuri, jiwe lizidi kukaa mlangoni. Hebu mtu mmoja aniambie ahadi nyingine anayojua kwenye neno la Mungu. Mpaka mtoto anafurahia ahadi za Bwana. Jamani, Yesu huyo. Hebu mtu aniambie ahadi moja hapo ya Bwana. Haleluya, kanisa. Na nitashangaa kama nao hujui. Nitajua moja kwa moja tu umesikilia miri. Umesikilia miurithi huko. Mama niambie mama. Mkimbizeni Mike jamani, amina. Mike mkimbizeni. Kimbia. Nisaidieni. Viki unazuia nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi ya 71 mstari wa 1. Listen, Nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, haleluya kanisa. Jamani, haleluya watakatifu wa Bwana. Tumemkimbilia Bwana ili tusiaibike milele. Kwa hiyo kinachoondoa aibu ni kumkimbilia Bwana. Kwa ukikimbilia uko, lazima aibu ikufunike. Na jiwe litakaa tu mlangoni.
Yaani mchungaji, mimi sijui hata nahisi tunachekwa tu. Hizo ni aibu tu. Ni jiwe unazidi kuligongelea muhuri wewe. Toka huko kwa jina la Yesu. Nisaidie kusema amen kanisa. Jamani watakatifu, nisaidie kusema amen katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimekukimbilia Bwana na sitaaibika milele. Kwa hiyo sijali dunia itanicheka, dunia itaniambia wewe nywele zako sio nzuri, sawa, ila mimi siwezi kuaibika. Haleluya kanisa. Jamani haleluya watakatifu wa Bwana. Wakiniambia sijamechisha na hereni, sawa, nachojua mimi tu ni madam ninamkimbilia Bwana, sitaaibika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa siwezi kulitia muhuri jiwe la aibu, lazima nilitoe jiwe la aibu kwenye maisha yangu. Haleluya watakatifu wa Bwana. Nipe hadi nyingine. Yaani ndio tunamaliza hivyo. Nipe hadi nyingine. Torati 28 mstari wa ngapi? Nisemeni hapo. Anasemaje? Na nimesoma leo asubuhi. Bwana atawafanya adui zako nasikia wainukao juu yako. Bwana atawafanya adui zako wainukao. Biblia anasema juu yako, ya Kiingereza anasema kinyume na wewe, against thee, kinyume nawe. Kupigwa mbele yako. Watafanya nini? Watapigwa mbele. Watakutokea kwa njia moja. Listen, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakati wao unakumbatia jiwe la hofu, mchungaji tunalogwa huko. Yaani mchungaji nyumba nayokaa hii mpaka wanapita. Yaani mchungaji nyumba hii wenzako yaani sio apite paka tu, hata apite chui, hata apite mjusi. Jamani jina la Bwana libarikiwe kanisa. Tunachojua ulinzi wa Mungu ni mwingi mno. Hatutaogopa, hatutatahayari. Why? Simply because ahadi ya Mungu lazima itimie kwetu. Hakuna kikwazo dhidi ya ahadi ya Mungu kwenye maisha yetu. Nisaidieni kusema amen kwa jina la Bwana. Itaje jingine tunamaliza. Zaburi 91. Sitaki kuwachelesha kwenye pilau zenu na vitunguu vyenu saumu. Nisome Zaburi. Mstari wa ngapi? Musau mstari. Kwa kuwa amekaza kunipenda. Amekaza kukupenda, nami nitafanya nini? Nitamtukuza. Alafu nitafanya nini? Kwa kuwa amelijua jina langu. Alafu nitafanya nini? Mahali pa juu. Nitamuinua, nitamweka mahali pa juu. Umeiacha kuinuliwa. Jamani haleluya kanisa. Haleluya wapendwa. Sasa unajua jiwe ulikumbatia ni nini? Yaani mchungaji mimi si kitu. Mimi ni mdudu tu. Hata kwenye ukoo hata siheshimiki kabisa. Yaani najiona huo ni nini? Ni kulikumbatia jiwe la nini? Wakati wenzako tunapambana ili jiwe litoke, unazidi kulikumbatia. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akupe neema kuzijua ahadi za Mungu na kusimama nazo. Usikubali kutia muhuri jiwe lilokusibia. Hapana, pambana kulitoa hilo jiwe, utoke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina lako Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Pasaka hii ya leo Baba, nasimama kinyume na kila mawe na kila jiwe lililowekwa milangoni mwa watu, jiwe linalozuia nabii za watu zisitimie, jiwe linalozuia ahadi zako zisitimie kwenye maisha yetu Baba, kwa jina la Yesu. Nasimama nao kinyume, nasimama nao kinyume katika jina la Yesu. Hilo jiwe likang'oke, hilo jiwe likaache, hilo jiwe likapate, hilo jiwe likaachia unabii wetu, likaachia ahadi zetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hilo jiwe lililotiwa muhuri tunaling'oa kwa jina la Yesu. Ahadi zako Baba yangu zikatimie kwetu, nabii wako uliyosema ukatimie kwetu. Ulitimia kwa Yesu na hakukuwepo kizuizi, ukatimia kwetu na kizuizi kisiwepo
kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Litaya letaya na Mose nekaya ikasa. Naona kuna watu wananiangalia. Tuombe kanisa ya Bwana. Haiwezekani moyo zidi kukukalia. Hapana. Haiwezekani juu uzidi kugongelewa muhuri kwenye maisha yako. Ling'oke kwa jina la Yesu. Hatutaki katika jina la Yesu. Ahadi za Mungu lazima zitimiwe. Alichosema Baba lazima kikatimie kwetu. Lazima kikatimie kwa jina la Yesu.